Karibu tena mtazamaji, tunaendelea kuangazia swala hili ambapo mwanamke iwapo hana uwezo wa kubeba mimba anakuwa anasaidiwa na mwanamke mwingine kubeba ile mimba. Na kuna mmoja ameuliza je, huyo mtoto atakuwa ndani ya ndoa au ni nje ya ndoa? Wakili atakuwa akitujibia hilo, lakini kwanza tuanze kwa kupokea simu kutoka kwa Stephen Chalo akiwa Githurai. Hujambo? Asante sana kwa kutazama jukwaa la KTN. Swali lako ni lipi? Mimi nataka kuuliza. Naam. Unajua mwanamke akibeba mimba ni ngumu sana kubeba mimba ya mtu mwingine. Kama mtu anajiraba na kule ya mtoto yule anaona sasa yule ataweka mimba tarako. Naam. Sasa ndio nauliza daktari aeleze kueleza mzuri hiyo mambo ya kubeba mimba inabeba kivipi? Ni kuwepo na mtu ama ni kuzalizwa na ni kuwepo mbegu? Oh, naam, daktari amelipata, alikuwa ameangazia awali, lakini iwapo unaungana nasi sasa atakuwa akikujibia swali hilo. Endelea kutazama. Daktari, kwa sababu huyu ameuliza, nataka kupata jina lake ni nani, kwa sababu ameuliza, je, hiyo mimba iko ndani ya ndoa au ni nje ya ndoa? Sipati jina lake, sijui ujumbe umeenda wapi. Jumbe ni nyingi, ni nje ama ndani ya ndoa? Utapata kwamba kwa mfano wale ambao wanakuja wakitaka uweze kuwabebea mimba wakiwa ni couple wameweza kuoana, ni ya kwamba itaprovidiwa ya kwamba huyo mtoto atakuwa wa hiyo ndoa ya hawa couple wawili ambao wanakuja kuweza kubebewa huyu mtoto. Ndio kama nimepata hilo swali. Yeye ni wa ile couple. Atatambuliwa yeye ni wa ile couple ambayo kwa mfano aliweza kutueleza ya kwamba yule mama ambaye aliweza kutoa mbegu yake na yule mzee ambaye aliweza kutoa mbegu yake. Lakini hata kuwa wa huyu familia ya huyu mama ambaye tunamuita ni surrogate mother ambaye aliweza kubeba hiyo mimba. Na baki kwako kwa sababu anasema mimi ndiye nimebeba ile mimba miezi 9. Inakuwaje kwamba yule mtoto si wangu na mimi ndiye nimembeba? Tukiweza kuangalia ni ya kwamba sio tu swala la kubeba. Tulisema ya kwamba ni swala la makubaliano. Kabla uweze kuweza kubeba huyo mtoto, mmeweza kuketi chini na mkakubaliana ya kwamba sisi wawili, kwa mfano mimi na bibi yangu, hatuwezi tukapata mtoto yeye haezi akabeba yule mtoto. Kwa hivyo kile tunachohitaji ni mtu wa kutubebea yule mtoto. Kwa hivyo wewe utaweza kukubali. Ukiweza kukubali ni ya kwamba tukiweza kuandikania ni ya kwamba wewe haki yako kwa yule mtoto itakuwa tu ni kuweza kumbeba katika hiki kipendi cha miezi 9. Hii miezi 9 itakapoisha na utakapomleta duniani ni ya kwamba haki yako kama mama yake itaweza kuishia pale, na kuna hawa wazazi ambao wataweza kumchukua huyu na ikifika wakati ambapo nikataa ile mimba, tuseme kwamba imefika miezi 3, mimi naona sitaki kubeba ile mimba, nimechoka, nikatae kuendelea kuibeba ile mimba. Umetueleza ni makubaliano tu, kuna kitu ambacho kinaweza kufanywa. Kwa mfano mimi nitaweza mtu aje kunieleza, nipate kapo ambao imeweza kuja, watu ambao wameweza waje wanieleze ni ya kwamba sisi tunamtafuta surrogate mother ambaye ataweza kutubebea mimba yetu. Kile ambacho nitaweza kuhakikisha ni ya kwamba katika ile surrogacy agreement tutaweza kuhakikisha ni ya kwamba kama anaweza akafika mahali fulani aweze kudinda kubeba hii mimba, ni jinsi gani ambayo ama tutasema nini, ni jinsi gani tutaweza, kwa mfano kama daktari anaweza akasema kwamba hiyo mimba inaweza ikatolewa pengine la sijui kama iweze kubebwa na mtu mwingine, ama pia akisema haezi, kama kunao gharama, kwa mfano ni gharama ambayo ile yote mweza kutumia hadi mahali pale ataweza kuirudisha, maana tunaona ni makubaliano. Mara nyingi utapata ni ya kwamba huyu mama ambaye amebeba huyu mtoto, gharama yote ya hospitali, yale mambo yote ambayo anafanyiwa, hii ni gharama ya hii kapo nyingine ambayo ilikuwa inahitaji mtoto. Unaona? Kwa hivyo kunayo hasara ambao watakuwa wameenda. Kwa hivyo mimi nitahakikisha kwamba ukikuja kuandikiana tutaweza kuprovide ya kwamba kunayo hasara ambayo itakuwa imeenda hadi wakati ule, na kunayo expectation ambayo utakuwa nayo. Kwa hivyo lazima hiyo gharama utaweza kufanya nini? Utaweza. Kwa hivyo hayo makubaliano itakuwa ni kati yangu, wewe kama daktari, yule mwenye ananibebea ile mimba na wakili. Na wakili sasa. Naam, Sara, tuko na Sara kwenye simu akiwa hapa Nairobi. Hujambo? Sijambo. Asante sana kwa kutazama jukwaa la KTN. Swali lako ni lipi? Asante kwa kunipigia. And thanks, you are so jovial handling this. Naam. Swali yangu ni
wakati mtu ako expectant anakuwa attached na hiyo pregnancy yake. Sasa daktari anaweza advise aje? Because kama nimebebea mtoto nikiwa attached na huyu mtoto nikishazaa, that emptiness yenye mwanamke anaweza baki nayo, alafu pia huyu mama mwingine akuwa attached na huyu mtoto. During this process ni nini nafanyika? Alafu another thing, kuna specific hospital yenye wana handle hii surrogacy. Asante. I think it's not just any hospital. Asante sana kwa maswali yako mazuri hayo na mazito sana. Unaona, mwanamke ni mwanamke tu kwa sababu akija kumwona yule mtoto basi ndio inakuwa sasa kuna ile attachment ambayo yule mtazamaji anaitaja. Mnafanya nini daktari kuzuia hilo kufanyika? Kwa sababu unapoona mtoto hivi hutaki kumwachilia. Kuna ile kipengee za makubaliano ambapo inaelezea ni jinsi gani hao watu watarelate. Lakini unapata mara nyingi huyu mtoto akizaliwa wanatenganishwa na mama immediately ili wazizoeane. Manake wakizoeana wanapata ile attachment. Kwa hivyo hiyo ni jambo muhimu sana ambayo inaguziwa katika kwa ile contract ya kwamba huyu mama akizaa ni nini kitafanyika, atazalia wapi, saa ngapi, nani atakuwa, ataona mtoto ama hataona. Alafu tena unaona wale watu ambao usaidia most of the time unapata ni marafiki, they are no strangers. Ni mtu ambaye ametembea na wewe, mmekuja mkakubaliana. Kwa hivyo nilianza kusema it's a gray area, manake saizi ndio sheria inatengenezwa ili ku-provide for those kind of eventualities. Lakini kwa sasa yale makubaliano tu mnakubaliana kwamba hili lisifanyike, hili lifanyike. Na unapata saa ingine mnaweka hiyo mkataba hata kotini. Manake mtu anaweza ruka ama kupatikane shida katikati hapo. Na naona tuko na huduma ya kwanza lakini maswali ni mengi, sijui tutafanyaje leo. Sijui tuangushe huduma tuendelee na maswali ama nyinyi mnaonaje? Tunaweza tukaendelea. Haya, mwelekezi, hilo ni sawa. Tubebe huduma wiki ijayo. Tuendelee na maswali. Mwelekezi amekubali na mtazamaji, najua kwamba wewe pia utaelewa kwa sababu maswali ni yako. Nataka daktari na wakili wajibu. Umesema kutenganishwa ni kitu kimoja, mwanamke anatenganishwa na yule mtoto kabla wazoeani. Anawekwa mbali. Ukijifungua hivi hata haumuoni. Na hilo ni jambo ambalo huwa mnalifanya. Linafanyika. Alafu jambo lingine hata ni kupatia mtoto jina. Unapata uwapo utapewa mama nafasi ya kupea mtoto jina, that's a form of attachment. Wengine utapata wanazalia mahali ambapo si familia. Na wakishajifungua unapatiwa dawa za kusuppress ile hali ya kukua na maziwa ama the immediate post delivery period, so that vile inawezekana wasahau hiyo mambo kabisa. Kwa hivyo kwa sababu nilikuwa nataka kuuliza hilo la maziwa pia. Unaona maziwa yanamwagika lakini haumuoni yule mtoto. Umepitia maumivu ya kujifungua. Kwa hivyo mnampatia dawa. Lakini pia unapata wale watu ambao usaidia ni sisters. So most of the time you're in the same compound na mmependana, let's say it's your sister, umemsaidia. So mnaishi in the same environment. So mtoto hata akiishi kujua huyu ni mama na huyu ni mama, hakuna shida yoyote. Mwingine Freddy Kiwasuba anauliza, hiyo surrogacy inafanywa bure? Sio bure, manake kuna expenses zinatumika kupatia mtu dawa za kusahihisha ile hali ya nyumba ya kubeba mtoto, kufanya uchunguzi, investigations, kutayarisha mbegu, kuziretrieve. Kwa ufupi ni kusema ya kwamba kuna zile expenses ambazo wenye wanataka hiyo huduma lazima wazimit. Kwa hivyo huwa ni kama pesa ngapi? Unahitaji pesa ngapi kufanyiwa hiyo huduma? Kuna aina mbili za huduma. Kuna ile direct ambayo unalipa hospitali ama unalipa daktari, na kuna ile ambayo unalipa kufanyia investigations
Na pengine unaweza pata mwenye anakubebea mimba pia anaikaa expenses. Maanake kama anafanya kazi na inabidi awache kazi ya kuja akusaidie, kuna wenye wanakuambia wa compensate hiyo miezi ambapo hawatakuwa anafanya kazi. So there is no straight answer to that kwa sababu inategemea na ile makubaliano mko nayo. Naam, kwa sababu ya haya makubaliano ndio yanaonekana kuwa kigezo kikubwa. Wakili, nije kwako kwa sababu unasema kwamba mkataba unaweza kuwekwa kotini, unasajiliwa kotini kwamba tulikubaliana kwamba unibebee hii mimba, unapojifungua unipatie yule mtoto, usitoe ile mimba, usifanyie madhara ile mimba. Lakini iwapo hakuna sheria, mahakama itanukuu kipengee gani? Kwa sababu mara nyingi tunapoona kesi zikiamuliwa mahakamani, unaona kulingana na sheria fulani, kulingana na katiba fulani. Lakini iwapo hakuna sheria, tutatumia vigezo gani kuamua ile kesi? Kitu cha kwanza ni ya kwamba nitasema it is anchored kwa katiba. Ukiweza kuangalia katika kipengee cha 43 na kwamba kila mtu anayo haki ya the highest attainable tunahitaji health. Kwa hivyo including reproduction health. Kwa hivyo hiyo ni moja hapo. Lakini sasa ikikuja ni mambo ya surrogacy na uhusiano wa hawa wawili, tulisema ya kwamba tunao ile tunaita law of contract. Ni ya kwamba tunayo makubaliano sasa. Hii kitu ambacho kinaunganisha huyu surrogate mother na hawa ambao wamekuja kuweza kupata watoto ni hii surrogacy agreement ambayo iko pale, haya makubaliano ambayo iko pale. Ndio maana tulisema ya kwamba lazima wawe kiini, waweze kuhakikisha ya kwamba ile agreement vile ambavyo imeweza kuchorwa imeweza kuelekeza mambo yale yote ambao walikuwa wanahitaji. Nitaweza kupa mifano ya mambo kadhaa. Daktari aliweza kutueleza ya kwamba mimi kama mzazi ningependa ya kwamba mtoto wangu asiwe nitasemaje, yule ambaye ameweza kubeba huu mtoto asiwe akikunywa pombe, ndio asiwe akivuta sigara. Hayo ni mambo yale yote ambayo yatawekwa pale. Ningependa huyu mama na mtoto wangu wawe wakiangaliwa kila wiki, yale wawe wakienda hospitali kila, hata kama ni prenatal kwa mfano, waweze kuwa wakiangaliwa progress. Kwa hivyo mimi tutaweza kukubaliana ya kwamba utakuwa ukiona daktari fulani kila siku fulani, wiki fulani, kwa kiwango cha muda fulani. Utaweza pia kuangalia kuna hizi expenses ambazo zina arise kutokana na huu muda ambao atakuwa akibeba huu mtoto. Kwa hivyo itakuwa provided ni nani atakuwa akilipa hizi expenses na atakuwa akizilipa muda gani. Mimi nina haki, mimi mwenye kubeba hiyo mimba nina haki zozote? Unazo haki. Kwa mfano, unajua katika makubaliano kila mtu ana haki zake. Tunaziita rights and responsibilities. Ndio katika makubaliano. Kwa hivyo kwa mfano wewe mwenyewe utasema mimi kunaye daktari fulani ambaye nimezoea, mimi nitakuwa nikifanya nini? Nitakuwa nikienda kwake. But you look at your arrangement, ni ya kwamba kuna presumption ya kwamba kuna hawa ambao wanaweza kulipia mtoto na kila kitu have somewhat of a greater right kuliko huyu mama mwingine ambaye ameweza kubeba huyu mtoto. Kuna swali lingine bado tukiwa kwa haya makubaliano. Ferdinand Kasiani akiwa Shiseso Kakamega anauliza, nafurahia pakubwa swala nyeti, asante sana kwa kutazama. Mimi bibo wangu kubeba mimba, anaweza vipi kubebea mimba mwanamke mwingine na akiwa na shida wakati wa kujifungua? Nani atagharamia? Sasa shida inatokea, unapata kwa hiyo contract ina specify wakati uko na shida ambayo inatokana na mimba, ama upate ugonjwa, pengine ulazwe hospitali, ama uandikiwe dawa fulani, ama certain kind of care, mwenye unabebea mimba ndiye anastahili kushughulikia. Manake hii mimba umebeba ni yake. Kuna mwingine, unakumbuka lile swali niliuliza awali, mwingine anasema mimi naweza kusaidiwa vipi kupachika mimba? Mimi nina shida hiyo na sijui kama naweza kusaidika. Unakumbuka nikikuuliza iwapo mwanamume anaweza kusaidiwa kumpachika mimba yule mwanamke, unaweza kumsaidia vipi huyu mtazamaji? Kwa ufupi tukimaliza, kwa sababu kuna mwingine pia ameuliza unajuaje wakati wa ovulation? Kwa maneno machache tukifunga. The first question ni kwamba ikiwa mwanaume ndiye ako na shida, kuna zile test inaweza fanywa. Kwanza ni kuhesabu mbegu yake, tuone kama iko vizuri ama iko na kasoro yoyote. Naam. Tukishajua hiyo,
basi tunapea huyu mzee ile advice ama the help ambayo anahitaji, kwa sababu unaweza pata ako na mbegu lakini pengine hawezi akatekeleza majukumu yake ya kifamilia. Huyo wa pili wa ovulation utajua vipi? Huyo wa pili wa ovulation kuna vile zinakuwa timed, ni kitu ambayo unafuatiliwa for some time kujua, to study your body and know ni wakati gani ambapo unahitaji kupatiwa hiyo mimba. Yeah. Wakili lako la mwisho, una ushauri gani kwa wale ambao wana nia ya kupanga mpango kama huu wa uzazi? Wale ambao wana nia ya kuweza kupanga mpango kama huu wa uzazi, nitaweza kuwaeleza hivi, ni ya kwamba usiweze tu kufanya mambo fua ya kwamba mtu tu atakuja kueleza nataka tu nibebe mtoto alafu itakuwa hivyo. Ni ya kwamba pata ushauri kwanza wa daktari, pia pata ushauri wa wakili, na uhakikisha ya kwamba yale makubaliano ambao mmeweza kuyaandikania ni ya kwamba wewe mwenyewe yamekuprotect, ni ya kwamba kile chote ambacho ungetaka kiweze kuwa pale kimeweza kuwekwa pale. Naam, dakika sekunde 5 kwa sababu mwelekezi atanimaliza. Unapatikana wapi, nambari za simu ukiangalia hii kamera na tunafunga kipindi? Tuko na clinic upande wa Greenhouse inaitwa Oasis. Hiyo iko Ngong Road, 3rd floor. Nambari ya simu ni 07228 611 ama 0735 442 772. Naam, kwa mengi zaidi mtazamaji, endelea kutazama taarifa zetu za KTN News. Tulikuwa tumeuliza, je, unaweza kumbebea mimba mtu? 20% wamesema ndio, 69% wamesema la, 6% wanasema tamaduni hairuhusu, 5% wanasema wanaogopa. Asante sana mtazamaji, kwa niaba ya wageni wetu na wale ambao wote wameshiriki katika kufanikisha matangazo haya, sina la ziada. Natumai umejifunza mengi kuhusiana na mada ya leo. Tukutane kesho Mungu akitujalia. Jina langu ni Zubeida Kome. Usipitwe na makala maalum Fukuto la Utangamano sehemu ya pili katika taarifa zetu za KTN leo ambazo unaletewa hivi sasa na Ali Manzi. Kutoka kwangu sina la ziada. Uwe na jioni njema. Kwaheri. Asante.